Asante. Asante. Karatina hoye! Kina mama hoye! Kitendo cha mwisho Ruto kufanya dhidi ya mama mboga ni kumpokonya ustadi wake wa kutengeneza chapati. Hata hiyo amechukua. Kwa hivyo nimerudi hapa tena leo, tumetoka Laikipia na kule mvua imekuja vizuri zaidi. Na nikaona turudie hapa tuwasalimie. Tumefanya vizuri. Tumefanya vizuri. Jana tulikuwa kanisani pale upande wa St. Stephen's Jogoo Road, Nairobi. Alikuwa anatawazwa askofu mpya wa kanisa la ACK. Na tulikuwa na ndugu yetu Rigathi Gachagua. Nikamwambia nakuja leo, nikasema nibebe salamu zake. Mnazichukua? Wangapi wanasema tukamsalimie yeye pia? Kwa hivyo msiwe na wasiwasi, mfadhaike, hata mioyo yenu isifadhaike. Mjue kwamba Mungu yuko. Mungu ambaye aliumba Kenya hii, ambaye alileta ukombozi wa kwanza wa 63 kupitia umwagikaji damu na wazee kama Dedan Kimathi. Nyinyi watu wa Nyeri mko mstari wa mbele kujisikia kwamba nchi hii mnaidai. Kwa hivyo mmoja wenu akidhulumiwa, the whole mountain inadhulumiwa. Mlima yote inadhulumiwa. Tulikuja hata wakati ule na ndugu yangu Waititu. Kumbukeni tulikuja na Waititu hapa, sio? Kwa sababu Waititu alikuwa anaongea wazi juu ya Zakayo. Akahakikisha hatapatiwa nafasi ya kutosha kufanya appeal. Rupani sasa nimemwamurisha wakili Njiru ahakikisha anatetea Waititu kwa mahakama. Wangapi anataka Waititu apelekwe salama akiwa korokoroni? Kwa sababu hii kesi yenyewe ni kama ile ya Rigathi. Rigathi nataka tumuombe, mimi ni mwanasheria. Kama sheria itafuatiliwa, watapata kwamba Rigathi alitolewa kinyume cha katiba. Na kwa hivyo hata wanaozungumza juu ya 2027, Wakenya wataki kukubali kusubiri 2027 ati huyu bwana Ruto arudi nyumbani. Wanataka arudi saa hii, ama sivyo? Wangama sema Ruto must go. Ruto must go. Hiyo tutasema, na tumaanishi kwamba sisi tutaenda tumtoe na magari, hapana. Wananchi wenyewe wana sababu. Sababu moja ni kama nilisema saa hii. Mama mboga kazi yake za ingine kutengeneza chapati, sio? Sasa Ruto anasema ataleta ati mtambo wa kutengeneza chapu 1,000,000. Yaani ndio hata jina akapatiwa ya Kaongo. Sasa yeye mtu ambaye analipa mshahara Kenya hii, nusu yake, bahasha ya mshahara, nusu yake inaenda na Ruto na watu yake. Kwa sababu ni serikali ya wizi mtupu. Kwa hivyo ndio wananchi wanasema hatuwezi kusubiri mpaka 2027. Mungu atatuokoa. Mungu ataonyesha njia zake. Njia moja ni tarehe 25 mwezi wa Juni. Vile watoto wetu walifanya maandamano, wengine wakashikwa, wakawekwa kwa buti ya magari, wengine wakauawa. Na hata sasa hivi wengine hatujui wako wapi. Lakini kupitia vijana kama huyu Ndegwa Wakiri na sisi, tukasema tena hakuna mtoto wa Kenya tutaruhusu atekwe nyara na serikali ya Ruto. Tukasema chini ya katiba kipengele cha 37, hata ukina mama anajua hiyo, article 37, ni haki yako kufanya maandamano. Kwa hivyo tarehe 25 Juni, wakati vijana waliingia bunge, wakamtoa mjumbe wenu, anaitwa nani huyu? Wamumbi alitorokea chini ya tunnel, akatoka kwa sababu alishindwa na jukumu la kutetea wananchi wa Kenya. Tarehe 25 Juni
ni siku muhimu zaidi. Ni kama vile Dedan Kimathi alitetea uhuru wa Kenya, vijana wetu wametetea ukombozi wa nchi yetu kikatiba. Kwa hivyo mimi natangaza itakuwa public holiday. Hiyo itakuwa public holiday. Na kama haitakuwa public holiday, wananchi wenyewe tutatoka tuhakikishe tunafanya maandamano ya amani, kuhakikisha kwamba vijana wetu hatuwezi kamwe kuwauza. Hatuwezi kuingia serikali ambayo juu yake ni damu ya watoto wetu. Ndio sisi tukasema tutakaa na wananchi. Wamepatwa na kichaa. Sangine anasema sijui Kalonzo anakutana na Ruto. Uongo mtupu. Mimi siwezi kusaliti wananchi wa Kenya. Kumbukeni wakati Kibaki alikuwa amewekwa kisu hapa kwa shingo. Na hawa walikuwa wamewekwa kisu. Mimi nikajitolea na hawa wanaume wa chama cha ODM Kenya wakati ule, na tukadhibiti serikali ya Kenya. Hata kina Ruto huyo na kina Raila waliingia baadaye wakati Kofi Annan alikuja Kenya. Lakini sisi tulikuwa tumedhibiti nchi ya Kenya. Kwa hivyo vile tuko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba nchi itakaa nchi ya kidemokrasia, na nataka wajue kwamba kuna katiba, Rigathi ataachiliwa na mahakama. Na akiachiliwa na mahakama, ametangaza kwamba tayari ameunda chama. Hicho chama chake kitaungana na chama cha Wiper na chama cha Jubilee ya Uhuru Kenyatta, na tote tutashikana mpaka tuhakikishe Kenya hii. Hata Martha Karua juzi ameanzisha chama chake. Inaitwa People's Liberation Party. Kuna Democratic Action Party ya bwana Eugene Wamalwa ambaye tulikuwa na yeye. Hiyo hesabu peke yake, hata kama akiungana na Raila hawezi hiyo hesabu. Kwa hivyo tukae ngumu. Wangapi wako tayari kukaa ngumu? Tukikaa ngumu tutaokoa uchumi wetu. Hawa kina mama na kina mama mboga, mliambiwa hii serikali ni yenu. Bado nimewapata hapa mkiuza mboga. Si walienda na serikali yao? Kwa hivyo sasa sisi tutahakikisha usawa wa Wakenya wote. Watoto wetu tutahakikisha viwanda vinakuja Karatina, Nyeri, kila mahali, ndio watoto wapate ajira. Bila kuwa na viwanda hatuwezi kuhakikisha watoto wetu wanapata angalau kazi. Na itakuwa ni urongo mtupu, kwa sababu sasa hivi vijana zaidi ya 6 hawana kazi. Hawana kazi kabisa, 6. Na sasa wanaharibu uhusiano na nchi jirani. Sasa nyinyi wengine mnakuza majani chai. Serikali ya Sudan imesema kwa sababu ya Ruto kuingilia mambo yao kindani kwa kukaribisha kikundi kimoja hapa Nairobi, kikaunda serikali kambambe na ile iko kule, wakasema majani chai ya kutoka Kenya wamepiga marufuku. Hiyo ni kusema nafasi za kazi zinazidi kupotea. Kwa hivyo tumekuja tuhakikishieni watu wetu wa Karatina, mkuiwa ndetu. Mnasikia vizuri? Mnasikia vizuri? Mujue kwamba hatutarudi nyuma, na sisi tutakamatana, tutashikamana. Mimi nataka mjue hata sasa hivi Uhuru mwenyewe anasema Rigathi na Kalonzo songene mbele. Si namna hiyo? Kwa hivyo hatutaki kuacha pengo mahala popote. Wale ambao wamesaliti nchi yao, wakasaliti uchumi wetu, kumbukeni kitu kimoja. Ruto sasa ndio number 2 president, kiongozi duniani mwenye ufisadi zaidi. Yule alikuwa namba 1, aliondolewa mamlakani kutoka nchi ya Syria. Sasa the reigning champion wa corruption anaitwa Ruto, na huyo ndio president wenu. Hiyo ni aibu, si aibu? Wangapi wasema tutatoa hiyo aibu kabisa, tutaiondoa hiyo aibu. Kwa hivyo, kwa sababu usiku umeingia, na washukuruni sana. Tunashukuru sana watoto wetu. Tutahakikisha hata wale ambao wanaenda chuo kikuu wamepiga marufuku ile mpango wa Ruto. Alikuwa anasema ati
funding model fulani, na wazazi, mtoto anaenda chuo kikuu Kenyatta ama University of Nairobi ama Mount Kenya University, mzazi anaambiwa alete shilingi robo milioni. Wazazi wengi hawawezi, kumaanisha watoto pia wanawanyima kwenda kupata degree zao. Tutasema lazima warudie Higher Education Loans Board. Makali hapa amezungumza juu ya ID. Sio Mungu alimzungumzia Ruto. Hapana. Tunasema hiyo yeye mwenyewe ndiye aliweka hiyo, kwamba ukipoteza kipande unalipa 2,000. Ukipata new kipande ni 300 shillings. Sasa nataka ujue hakuna mtu amefanya application kuzaliwa mtoto wa Kenya. Ni haki yako kupata ID bila malipo yoyote. Wale watoto ambao walikuwa wamelipizwa hizo shilingi 300, tunasema orodha yao inajulikana. Ruto na katibu wake anahusika, warudishie watoto wetu 300. Hiyo itasaidia angalau wanunulie wazazi wao chapo. Tunamna hiyo ama mwasemaji? Kwa hivyo mambo haya ni ukaidi mzuri. Kinachoendelea Kenya hii ni mambo ya ajabu. Nadhani kwamba yeye anasikiliza upande wa shetani zaidi kushinda mambo mengine. Na kwa hivyo jana wakasema ati Gachagua na Kalonzo wamenyimwa kuongea kanisani. Sisi wenyewe ndo tuliona hakuna haja. Because kanisa la ACK tayari wamesema hakuna mtu ataenda kuibia wananchi wa Kenya, aje waonge na hizo pesa. Na tunajua nangojea 2026 pengine warudi tena na mamilioni. Ruto juzi na anapelekea Bishop 120 million. Unaona hiyo? Watoto wakamfuata mpaka Ikulu wakamwambia sisi bwana rais, hatuna hiyo haja na 120 million. Sisi tunataka tu chakula. Hatutaki wewe weka hiyo 120 million, sisi tuna njaa. Dunia imeharibika, Nairobi yote kuzunguka, watu wanauawa, watu wanaporwa kwa sababu anaelewa nchi hii ni nchi ya uporaji. Hapo kama mporaji nambari 1 ako kule, kila mwingine anasema hata hizi tuwe uporaji. Kwa hivyo sisi tuungane, tudhibiti nchi tena. Miumbile ya nchi, kikatiba ya nchi, kikatiba lazima turudishe pale. Tuko pamoja jameni? Wangapi wanasema tuko pamoja? Kwa hivyo tunatoa kena mono kabisa, tumetoa kena mono, hata Kikuyu yangu inazidi kuimprove. Mwasiandu makaratina, kumbe hata Kikamba mnajua kweli. Mungu abariki sana, asante. It's okay. Ama huyu jamaa anataka wiper. Nipatieni wiper moja, wiper. Hiyo wiper ndio tuliweka Kibaki akaona mbele. Serikali ilikuwa imechukuliwa na makaidi, akaona mbele. Sasa tunaendelea na kupunguza ufisadi, kufagilia uchafu wote Kenya hii, na hatutarudi nyuma. Watu wa Karitina tuko pamoja nanyi. Asanteni, Mungu abariki sana. Mungu awabariki.